majina anaitwa Nick Kyan. Mimi ni actor, pia ni mwandaji wa filamu, director, vitu kama hivyo. Okay, na watu wangependa kujua sasa hiyo kampuni yako ya uandaaji inaitwaje? Kampuni yangu inaitwa Kyando Media, Kyando Talent, Kyando Films, ndio majina ya kampuni yangu. Na kuna maneno yamekuwa yakizungumzwa sana yaliyotupelekea sisi kutaka kufahamu zaidi kwamba wewe ndo unaongoza zoezi zima la kutaka kuunganisha kampuni za ufanyaji wa mambo ya sanaa katika mji wa Mbalizi ili wote muweze kupiga hatua kwa pamoja. Sasa hili lina ugumu kiasi gani kwako, na mpaka sasa umefanikiwa kwa kiasi gani kuhakikisha unaunganisha hizi kampuni ndogo ndogo kwenye hii wilaya ya Mbeya vijijini? Ni kweli changamoto ni kubwa na ni zoezi gumu kwa kweli, kwa sababu kinachotufelisha sisi sana katika wilaya yetu ni kila anayefanya filamu ni star. Hata anayeanza leo anajua ni star. Kwa hiyo kuwaunganisha hao watu mkawa kitu kimoja ni kazi ngumu sana. Lakini nimepambana mpaka hapa tulipofikia. Nimeingia mkataba na kampuni moja la television, inaitwa TV. Kuna kampuni moja inaitwa Mbalizi TV. Hiyo ni kampuni ambayo sasa hivi tumeingia mkataba, muda sio mrefu tutaiweka hewani, kwamba tutakuwa tunashare sasa idea zetu, tunashare kazi zetu, tutafanya kazi kwa pamoja. Mimi ni media video na kampuni ya filamu, lakini ile ni kampuni ambayo ni TV, inaweza karusha kazi zangu kiurahisi pia, na yeye pia akazidi kutanua tena video. Kwa hiyo nafikiri muda sio mrefu tutakaa, tutaongea, tutapatana tuweze kufika mwafaka. Na unafikiri wazo la kuunganisha kama likifanikiwa mnaweza mkapata manufaa kwa kiasi gani? Manufaa ni makubwa, tena sio kidogo. Manufaa ni makubwa kwa sababu mpaka tumekaa chini tukatafakari tukaamua kufanya hii. Tunajua kabisa wilaya yetu itainuka kisanaa na watu wa mikoani watakuja kushirikiana na sisi hapa kupitia hili jambo. Nafikiri sasa hivi ni mwanzo. Tukishafanya hiki kitu tukakamilisha na mambo yakakaa sawa, ndio watu watakapoona kwamba kumbe jambo lile lilikuwa ni zuri. Unajua changamoto yote ngumu lazima mbeleni ina mambo mazuri. Kwa nafikiri niweze kuwatoa hofu kwamba sisi tumekaa chini tukatafakari na tumeona kwa sisi tukiungana kati ya kampuni ya Kyando Media na Mbalizi TV tutafika mbali sana. Na bila kuathiri hayo makubaliano yenu mlioyafanya, ni makubaliano ya maneno au ni makubaliano ambayo mmeenda kisheria zaidi? Vitu kama hivi ni vikubwa kwa sababu tuna malengo makubwa na wilaya yetu, tuna malengo makubwa na hii tasnia yetu tunayoifanya, tuna malengo makubwa kimaisha pia. Kwa hatuwezi kufanya kitu kiholela, na mpaka sasa tunavyoongea ni bado tu saini ya mwisho ya wanasheria ambayo itaweza kutuunganisha. Nafikiri kama nilivyowaambia, sasa siku ambayo tunaunganisha tutarekodi moja kwa moja, tutarusha YouTube na vitu mtaviona kwenye mitandao ya kijamii, mtaona kwamba kitu gani kimefanyika na kitu gani tumefikia. Kwa nafikiri hilo ni watoesha kwamba hatupo kiholela wala hatupo kihuni, tupo kisheria kabisa. Na mtakuwa kampuni 3 ambapo kutakuwa kuna Kyando Talent, kutakuwa kuna hiyo Mbalizi TV, lakini kuna Mbalizi Entertainment Group ambao na wenyewe ni wazalishaji. Kwa hiyo jumla mtakuwa kampuni 3. Yes. Sasa kwenye mtakuwa mnafanyaje kazi, kwamba kampuni 2 za uzalishaji, kampuni moja ndio itakuwa inahusika kwenye kurusha hizo kazi zenu? Sasa ni kwa namna gani mtakuwa mnafanya kazi, au bado hamjazungumza kwamba labda mtakuwa mnatoa kazi kwa mwezi, kwa mwaka, kwamba hii mwaka ni wa huyu, huu mwaka ni wa huyu? Watu wangependa kujua ili wawe wanajitayarisha, wanapojitayarisha kuwapokea wawe wanajua, na pia hata mfumo wenu wa ufanyaji kazi kwenye kampuni 3, wakati mmoja itakuwa inajihusisha na masuala ya
kuweka hewani hizo kazi zenu? Okay. Swali zuri. Mimi nafikiri sasa kati hizi kampuni tatu, Kiando Film inatengeneza filamu, alafu Mbalizi Entertainment inafanya kazi ya kusambaza filamu, alafu Mbalizi TV inafanya kazi ya kutangaza filamu. Nafikiri sisi ndio malengo yetu na mikataba yetu kwamba sasa hii Mbalizi Entertainment itafanya kazi ya kusambaza filamu zetu, na hii kampuni ya Mbalizi TV itafanya kazi ya kutangaza kazi zetu. Maana yake utazikuta huko, itasambaza huko na vitu kama hivi. Lakini Kiando Film ni yenyewe sasa ndio watengenezaji wa filamu wenyewe. Yes. Na mara nyingi sana watu wengi wameungana sana, lakini baada ya muda huwa wanafarakana. Hilo nadhani mnaijua. Nyinyi mmejipangaje kuhakikisha hamui sehemu ya wale watu watakao kuwa wanatolewa mifano mibaya kwamba mmeona sasa walishawahi kuungana hawa wakafanya hivi, wiki 2 tu wakawa wameisha farakana? Nyinyi mmejipanga kwa kiasi gani kuhakikisha ili swala linakuwa endelevu, lakini pia mnakuwa mfano mzuri wa kuungana, ili hata watu wengine wanapotamani kufanya mambo yao kwa umoja ikawa rahisi kwao? Ni kweli. Changamoto zipo. Nafikiri ukiona utofauti wa vitu vinatokea kwenye jambo la pamoja, ujue kuna tamaa zimeingia. Bila tamaa hamwezi. Nafikiri hapo sasa unachozungumzia unamaanisha kwamba kuvunjika kwa umoja huu utatokana labda masuala ya kifedha, masuala ya tuseme soko kwa ujumla, soko la filamu, soko la yani tuseme faida, huyu kwenye kampuni hii inapataje faida, kampuni inapataje faida, kampuni ile inapataje faida. Sisi tumejipanga kukabiliana na hizo changamoto, kwa sababu sisi tunajua kabisa kwamba anayosambaza kazi ni kampuni fulani na amesambaza filamu ngapi, na hapa tumepata ina viewers ngapi hizi filamu, na watu wamekubali wangapi, na tumeingiza hela kiasi gani. Kwa hiyo hatuwezi yani sasa yeye ndo makampuni, huyu kampuni atuulize yeye